Je, ni upi msimu sahihi wa kununua viwanja? Viwanja ninavyozungumzia hapa ni kwa ajili ya makazi, viwanja vya kujenga nyumba. Ni kipindi gani kizuri ambacho kinafaa na ni kizuri kwa kununua? Tunajua vipindi vyote ni vizuri, lakini kipo kipindi kizuri zaidi. Vipindi vya katika mwaka ipo msimu ya aina nyingi, lakini inayojulikana ni msimu mikubwa. Achana sio kipupo hiki nini achana nao. Unajua ni kipindi cha mvua, kifuku na kipindi cha kiangazi, msimu wa jua kali. Sasa ni kipi kipindi kizuri ambacho kinachotakiwa mtu aweze kununua? Kipindi kizuri ambacho kinafaa kwa mtu kuweza kununua ardhi yake kwa ajili ya ujenzi ni kipindi kizuri, ni kile msimu wa mvua. Tena sio mvua tu, bali mvua kubwa. Wakati wa mvua kubwa ndicho huwa ni kipindi kizuri sana kwenye ununuzi wa ardhi, kwa sababu kubwa unaweza kutembelea eneo la site, eneo la viwanja na kujionea mazingira halisi wakati wa mvua inakuaje. Kwa sababu wakati wa mvua viwanja vyote ambavyo vinakuwa vinatuamisha maji, utafika maji yametuama, ambapo kiwanja kama hicho ni hatari kwenye kujenga nyumba za kuishi. Athari zake ni zipi? Nilichowahi zungumzia kwenye video tofauti, shida ambayo naipata sehemu ambazo watu wamejenga zenye maji. Hiyo huwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunapozungumzia kipindi kinachofaa ni kipindi cha mvua, kwa sababu utaweza kujionea uhalisia wa maeneo husika. Ukinunua kipindi cha kiangazi, changamoto ya kipindi cha kiangazi itakuwa sehemu kavu, huwezi kuona matatizo ya kujaa mafuriko. Kama hilo eneo linakuwa na mafuriko au natuamisha maji, huwezi ukajua. Na madalali wetu ni watu wenye maneno mazuri ya kufariji, eneo nzuri alituamishi maji. Sifa nyingi nzuri wataongea, lakini ukienda kwenye utendo utakapofika msimu wa mvua ulishamalizana nao, hiyo utakula kwako mwenyewe. Hiyo utajijua wewe mwenyewe. Kwa unashangaa siku unakuja kujinunua, umenunua sehemu ambayo ni sawa na baharini, sehemu umenunua ambayo ni bwawani. Mvua zinaponyesha maji yote yanakuja pale. Kwa hata utakapokuja kujenga utakuwa unaiki kwenye maji. Sasa jiulize, wewe ni samaki usiwe ni maji rafiki yangu? Haiwezekani. Kwa hiyo msimu mzuri unaokupasa uweze kununua ardhi kwa ajili ya ujenzi huwa ni msimu wa mvua. Msimu wa kiangazi au msimu wa jua unaweza kununua, lakini uwe ni mwenyeji wa makazi ya eneo husika. Yaani sehemu ambayo unanunua uwe ni mwenyeji wa hilo eneo, kwa hiyo unajua kabisa majira yote umeshawahi kama majira ya mvua na majira ya kiangazi unakuwa unayajua kwamba hili eneo hata msimu wa mvua halituamishi maji. Kwa hata kama unanunua unakuwa una majibu ya 100% kwamba eneo hili ni salama, hakuna changamoto ya maji. Tofauti na unaponunua sehemu ambayo wewe ni mgeni nayo, unakutana na changamoto nyingi msimu wa mvua, alafu huna pa kusemea, kwa sababu wauzaji hawezi akakwambia kwa kuna changamoto ya maji. Hawezi kabisa kuambia kitu kama hicho. Zaidi yeye atakuelekeza tu sifa nzuri ya lile eneo la kiwanja, na kumbe changamoto iliyopo ni msimu wa mvua, maji mengi yanajaa. Kwa hiyo hata namna ya wewe kuishi tu mazingira hayo inakuwa ni ngumu. Utakutana na changamoto nyingi za hali ya maji. Kwa hiyo unapohitaji kununua kiwanja kizuri huwa ni msimu wa mvua. Wengi sana naona wamenunua msimu ya kiangazi, lakini siku unapoenda kutembelea msimu wa mvua unakuta uwezekano wa kuingia haupo kabisa. Kwa hiyo unakuta changamoto kubwa ambayo inatokea pale, labda inakuwa ni eneo zuri labda kwa kilimo cha mpunga. Maana mpunga huwa unahitaji sana sehemu yenye maji mengi. Ndio zao la mpunga lilivyo. Sasa huwezi kusema na wewe binadamu uende kaishi sehemu yenye maji mengi. Ndio unaweza kujenga, lakini wewe unahitajika yule mtu mwenye pesa nyingi, mwenye uwezo mkubwa, kwa sababu unatakiwa uinue msingi refu sana. Na sio hilo tu, kisha eneo la msingi refu sana, basi ile eneo lako lote lenye kiwanja ile umwage kifusi cha kutosha. Yaani kiasi kwamba unatengeneza sasa mlima. Sasa gharama zake zinakuwa ni kubwa, ambazo watu wengi unakuta hatuna uwezo wa kuzimudu. Kwa hiyo tofauti na hapo, na yeye ndio kuelekeza, basi inua hata kama ni kiangazi, nunua moja kwa moja sehemu yenye mwinuko. Yenye mwinuko moja inaeleweka kwamba hii ni eneo lenye mwinuko, hakutaweza kuwa na changamoto yote ya maji ya mvua. Kuna uwezekano na changamoto yote kwamba hapa itatokea mvua ya maji yanatoka kule kwenye mwinuko mlimani yanashukilia bondeni. Na pia lazima uwe nalo makini. Unaweza kukuta pana mwinuko ndio, lakini ndio pana mkondo wa maji. Kwa hiyo wenyewe pia la kuangalia, unakuta sehemu zote yanayotoka maji yanapita hapo, kwa sababu sio kila sehemu hapo ni mkondo wa maji
lazima yanakuwepo yamechimba yavitengeneza korongo au kimto. Hapana, sehemu nyingine maji yanasambaa, kwa unakuta nyasi zimeota tu vizuri, lakini mvua zikinyesha maji yanapita eneo hilo kwa wingi. Kwa hakikisha unachukua tahadhari ya hii kabla ya kununua kiwanja. Sasa basi, ili uendelee kuzipata hizi elimu, naomba uweze kusubscribe, kulike, kucomment na kushare account hii pamoja na watu wengine wengi waweze kujifunza mambo yote yanayohusiana na ujenzi. Ila usisahau kwamba ninafanya kazi ya kuchora ramani, ninajenga nyumba, ninapaua, ninapiga plaster, ninapaka rangi, ninajenga tiles na finishing zote katika nyumba ninazifanya. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Shukrani.